Hivi unajua wazazi wetu walivyokuwa wanatuambia kwamba tusipende kupokea simu za usiku, sio nzuri, walikuwa wanamaanisha. Sisi tukawa tunapuuzia. Sasa nilisikiliza lililowahi kunitokea usiku mimi. Ilikuwa siku moja hivi, nimelala. Mimi na tabia ya kutokuzima simu usiku. Nimelala, nikasikia simu ikiwa inaita. Kwa muda huo ilikuwa mida ya saa 7 kasoro ya usiku. Namba ilikuwa ni ngeni. Ikabidi nichukue ile simu nipokee. Nilipopokea ilikuwa ni mwanaume aliyekuwa anaongea. Mimi nikamuuliza, wewe ni nani? Mbona unanipigia simu usiku huu? Kuna nini? Yeye akaniambia, alinitajia jina fulani hivi. Jina lenyewe ni ngumu sikulikariri. Nikamuuliza, namba yangu umetolea wapi? Akaniambia, namba ulinipa kipindi mwaka fulani hivi 2000 na ngapi, aliniambia 2019. Sasa nikamwambia 2019 na unajua kunitafuta leo, na nilikupa ukiwa wapi? Akasema ulinipa maeneo ya wapi? Kariakoo. Na mimi sasa sikumbuki Kariakoo kipindi hicho kweli nilishawahi kupita, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi, njia yangu ilikuwa ni Kariakoo. Sikutaka kuhoji sana, nikamwambia basi sawa, kama vipi tutaongea kesho, kwa sababu sasa hivi muda umeenda sana, alafu nimechoka. Akaniambia hapana, mimi nahitaji sana tupige story kidogo. Nikamwambia story. Kwa kuwa alikuwa ameshanikatisha usingizi, nikaona ngoja nimsikilize. Akaniuliza maswali mengi kweli kweli. Na unavyojua sisi wanawake tunapenda sana kujielezea, especially kwa mwanaume. Akaniuliza, hivi ulikuwa unafanya kazi maeneo ya karibu na Kariakoo? Nikamwambia ndio. Kwani wewe ni mtu wa wapi? Nikamwambia. Akaniambia sehemu fulani. Nikamwambia ndio, unapajua? Akaniambia, akanitajia mitaa yote ya nyumbani. Nikashangaa. Akaniambia, umekaa mkoa gani mwingine? Nikamtajia Arusha. Sehemu gani? Nikamtajia. Akanielezea hilo eneo lote ambalo nimewahi yaani hilo eneo nilomtajia. Akanielezea sehemu zote, yaani kana kwamba ni mtu anapajua kama nyumbani kwake. Nilishtuka kidogo, ila sikutaka kuhoji. Akaniambia, mkoa mwingine uliokaa? Nikamtajia wapi? Nikamtajia, kwa sasa nikamtajia nipo Mbeya. Akaniambia Mbeya sehemu gani? Nikamwambia. Akanielezea kiasi kwamba ni sehemu anaijua kuliko. Nikashangaa, nikaona ina maana inawezekanaje sehemu zote nilizomtajia anazifahamu? Moshi nimemtajia anapafahamu, yaani kama vile tuseme sijui kama kiganja chake. Nimemtajia Arusha anapafahamu vizuri sana. Ndo usiseme. Nimemtajia sehemu nilipo kwa sasa, anaonekana huu mtaa na ufahamu kuliko mimi ambaye ninayeishi hapa. Ikabidi na mimi nianze kumuuliza, kwani wewe ni nani? Na inawezekanaje sehemu zote mimi nilizoishi unazifahamu? Yaani kila sehemu niliyokutajia umeielezea vizuri, azifu yani kama ndo sehemu ulipozaliwa. Akasema alinitajia kabila fulani, sitaki kulitaja. Akaniambia, na kwa sasa mimi nakaa wapi? Mimi ni mwanafunzi, mwanachuo. Nasomea mambo ya science maeneo ya Ifisi. Nikamwambia, kumbe mimi pia napafahamu. Akaniambia ndio. Nikamwambia basi mimi nimechoka. Naomba nifanyaje? Naomba nipumzike. Nitakutafuta kesho. Akaniambia basi sawa. Naomba tuwe washikaji. Kwanza niliambia hivi, tunaweza tukawa wapenzi? Nikamwambia hapana. Mimi nipo kwenye mahusiano, hatuwezi tukawa wapenzi. Akaniambia basi naomba tuwe washikaji tu. Tunawasiliana, kujualiana hali, shauri lakini
sio wapenzi. Nikamwambia basi kama ni hivyo haina shida, ile usio unapenda kunipigia simu usiku, usirudie tena kunipigia simu usiku. Akaniambia sawa. Mimi nikakata simu nikalala. Nimeamka asubuhi, naangalia sasa ile namba yake, kwa sababu sisi ilikuwa ni ngeni, sikuisave. Naangalia ile namba sioni. Naangalia naona mtu wa mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni jioni hivi, ambapo namba ya mwisho ilikuwa ni ya mfanyakazi mwenzangu, ndio ilikuwa nimeongea naye kwa mara ya mwisho. Lakini nikakumbuka usiku nilipiga story na jamaa fulani ambaye tulipiga naye story muda mrefu kwa kweli, lakini kutafuta ile namba sioni. Nikasema inawezekana kwamba ile namba nilifuta au hapana. Nikasema labda nimekagua kwenye message, kwenye calls, amna, namba ya mwisho ni ile ya mfanyakazi mwenzangu nilioongea naye, ambayo ilikuwa mida ya saa 2 hivi, lakini ile ilionipigia mida ya saa 7 kasoro haipo. Nikasemaje, nikaona kama naota vile, nikaona au kama vile ilikuwa ndoto, lakini hapana, tuliongea muda mrefu kweli, takriban nahisi ilipita kama lisaa hivi. Sasa nikaanza kujiuliza huyu mtu alikuwa ni nani? Nimesubiri siku ya kwanza anipigie, labda hajanipigia. Siku ya pili hajanipigia. Mpaka imepita wiki 2. Hivi ninavyoongea na wewe, sasa hivi imepita miezi kama 2. Ndio nikawa naanza kuamini sasa yale maneno waliokuwa wanasema wazazi kwamba usipende kupokea simu usiku. Sasa nyingine unaweza kutata ni majini au. Sasa mimi najiuliza huyo mtu nilioongea naye yule usiku ni nani? Namba nimeikosa, kwamba inamaanisha kwamba ni jini? Hata nikisema hapana, sasa ni nani kama sio jini? Kwa nini namba ifutike? Kwa nini namba niongea naye usiku, asubuhi niikose, nikute namba nyingine ambayo niliongea nayo saa 2? Yaani nashindwa kuelewa. Yaani kwa hii hali iliyonitokea, hebu tuache kupokea simu usiku. Ukiona usiku wa manane nimepiga namba ngeni, usipokee. Yaani unajikuta unaongea na majini. Zamani kulikuwa kuna paka tunatisho, tunaambiwa hivi unaweza ukapokea simu usiku. Sasa utako ikichukuliwa tu tayari ni Freemason. Lakini kwa kuwa tulikuwa ni watoto, tukawa hatuelewi, tunatupotezea tu. Lakini kuna wengine walikuwa wanaogopa wakisikia kuambiwa hivyo. Sasa mimi ni mpaka hapa nilipofikia, nilikuwa naona tu namba yote ikipiga tu mimi napokea. Lakini tuache. Yaani mimi mwenyewe mwezi wote huu ambao niliongea na huyo jamaa, ilikuwa sina amani hata kidogo, kwa sababu imagine mtu haumjui, anakwambia anaishi Mbeya, lakini kila sehemu iliyowahi kuishi na kufanya kazi anapajua. Yaani anapajua na kusimulia azifu wewe upajui ambaye uliokuwa unaishi. Hebu tuache kupokea simu usiku.